Ninakusalimu tena ndugu mpendwa msikilizaji unayetusikiliza tena kwa saa za asubuhi ya leo. Sasa hivi ni saa 10 na tutazungumza maneno ya Mungu kwa pamoja, na imani ya kwamba itakuwa baraka kwako na kwangu kupitia neno la Mungu. Kwa majina naitwa mtumishi James. Nampenda Mungu na tuko hapa kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu. Kama vile mtume Paulo anavyosema kwamba haoni haya kwa kuhubiri habari njema ya Kristo, kwa sababu ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu kwa kila mtu. Nasi tunakuja mahali hapa asubuhi ya leo tukitangaza neno la Mungu pasina hofu wala pasina mashaka, kwa sababu tunamjua yeye tuliyemwamini, na tunajua yeye ambaye alikufa kwa ajili yetu, na ndiye ambaye anatupa uzima na fursa hii ya kusimama tena mahali hapa kutangaza maneno yake kwa nguvu na kwa uhodari na kwa mamlaka aliyotupa akiwa kama vile mwokozi wetu. Nitakusifu mahali ulipo unikope masikio kwa dakika chache, na nina imani ya kwamba Mungu atasema nawe katika asubuhi ya leo. Tutafungua Biblia zetu kupitia kitabu cha Wakorinto, barua ya kwanza ya Wakorinto sura 3 na mstari wake wa 10 na kuendelea. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Wakadiri ya neema ya Mungu niliyopewa, sawasawa mjenga mkubwa mwenye akili, niliweka msingi na mtu mwingine akajenga juu yake. Lakini kila mtu angalie namna anavyojenga juu yake, kwa maana mtu hawezi kuweka msingi mwingine ila ule uliokwisha kuwekwa, yeye Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huu dhahabu au fedha au mawe ya bei kubwa au miti au nyasi au majani, kazi ya kila mtu itaonekana wazi, kwa sababu siku ile itaionyesha, kwa sababu itafunuliwa na moto, na moto utajaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kama kazi ya mtu aliyojenga juu yake ikibaki, atapokea zawabu, na kama kazi ya mtu ikichomwa atapata hasara, lakini yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Hamjui ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, na Mungu atamharibu. Amen. Tunajua kwamba hakuna kitu kinachoziakiwa kwa wakati huu kama vile neno la Mungu. Hakuna kitu watu wanachosemea mabaya. Hakuna kitu ambacho watu hawakamate tena na consideration sawa vile neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu unalisikia kila leo, mahali pote unapopita, ikiwa ni njiani, ikiwa ni barabarani,
ikiwa ni sokoni na pia hata kwenye hospitali. Na wengine wanajaliwa neema hata ya kusikia neno la Mungu kupitia radio. Lakini watu wanazihaki na kuzani kwamba neno la Mungu watalichukulia kama wanavyotaka. Mpendwa, sikia nikuambie, neno la Mungu tunalisikia kila itwapo leo. Lakini Amosi 8:11 anasema kwamba siku zitakuja na watu watatamani kusikia neno la Mungu wala hawataliona. Watahangaika mahali pote kutafuta neno na kutafuta kusikia maneno ya Mungu, lakini hawatayaona. Ndio maana nakushauri tena katika asubuhi ya leo, nikikusii sana kama Mtume Paulo alivyowaambia watu wa Korinto, kwamba ninawasihi ndugu zangu, nami nakusii mahali ulipo, unikope masikio usikie Mungu anakusudi nini kwako katika asubuhi ya leo. Kwa sababu wengi wanadhani kwamba kuishi ni kwa sababu wana akili, kuishi ni kwa sababu wana elimu, kuishi ni kwa sababu wana nguvu, kuishi ni kwa sababu wana pesa. Mpendwa, sikia nikwambie, Mungu anasema ndani ya Yeremia, mwenye akili asijisifu kwa sababu ya akili zake. Naona wewe uliye na nguvu usijisifu kwa sababu ya nguvu zako. Nawe tajiri, Mungu amekupa pesa, usijisifie pesa zako. Lakini mtu mwenye kujisifu ajisifu kwa maneno haya ya kwamba ananifahamu na kujua ya kwamba mimi ni Bwana. Kitu cha kujisifia katika maisha ya mwanadamu ni wakati alijaliwa neema ya kumjua Mungu na kumwamini Mungu na kutembea sawasawa na mapenzi yake. Kwa sababu wengi wanapoishi wanadhani kwamba maisha ya hapa duniani ni ya umilele. Lakini mpendwa, asubuhi ya leo, sikiliza, Mungu anataka akufahamishe nini kupitia neno lake. Utangulizi wa kitabu cha Wakorinto, mwandishi anaitwa Mtume Paulo, na tarehe kwa kuandikwa kwa kitabu hiki inazaniwa kuwa iliandikwa katika mwaka wa 59 baada ya Kristo. Neno kubwa Paulo aliandika juu ya maneno mbalimbali kusaidia Wakristo ndani ya mwenendo wao. Hata mafundisho yake juu ya ufufuko yanafungana na neno hili ndani ya Wakorinto wa kwanza 15:58. Paulo alituma barua hii kujibu barua toka Korinto iliyouliza juu ya ndoa na kula nyama zilizotolewa sadaka kwa sanamu. Lakini mtume alisumbuka zaidi juu ya habari za kuongezeka kwa matengano na magomvi kanisani, habari za mtu pia aliyezini bila kuhukumiwa. Mpendwa, elewa kwamba utangulizi ni ndefu sana na itatukula muda tukisema tuifafanue yote kwa pamoja. Jambo la msingi hapa anasema, kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa, sawasawa na mjenga mkubwa mwenye akili, niliweka msingi na mtu mwingine akajenga juu yake. Lakini anasisitiza kila mtu angalie namna anavyojenga juu ya msingi ile, sababu mtu hawezi kuweka msingi mwingine isipokuwa msingi ambao ulitanguliwa kuwekwa, na msingi ni Kristo Yesu. Kichwa ya somo nasema,
unajenga juu ya msingi gani? Na unajenga namna gani? Niulizo kwako na ulizo kwangu katika asubuhi ya leo, najenga juu ya msingi gani na ninajenga namna gani? Msingi ni mmoja tu ambao ni msingi wa kweli ulio na uhakika, ni kujengwa juu ya msingi ambaye ni Kristo. Kwa sababu tunaposoma Waebrania 12:2, Biblia inasema ya kwamba tukimtazama Kristo Yesu ndiye mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu. Kristo ndiye mwanzilishi wa imani ya Kikristo. Mtu asikudanganye na mafundisho mbalimbali kusema kwamba kuna mtu ama kuna nabii fulani mwingine aliyeanzisha imani ya Kikristo kinyume na Yesu. Mwanzilishi wa imani ya Kikristo ni Kristo, na atakayetimiliza ama kukamilisha mambo yote ni Kristo mwenyewe. Yafaa tujue kwamba lengo kubwa la Kristo kuja duniani, alikuja ili awe nuru katika dunia, ili kila mtu ambaye atamwamini asikae katika giza. Anasema pia, kama mtu akisikiliza maneno yangu naye hayashiki, simhukumu, kwa sababu sikuja kuhukumu dunia, lakini mimi Kristo shabaha yangu ilikuwa ni kuokoa dunia. Mtu akisikiliza maneno yangu simhukumu, lakini kitakacho mhukumu ni neno lile nililolisema, lile litamhukumu siku ya mwisho. Maneno nayo yasikia kila leo. Nafasi pote unapopita unasikiliza maneno ya Mungu, yanakuhukumu ndani yako, lakini kwa kufanya uzito wa masikio yako unayapuuza. Mpendwa, sikia nikwambie, kitakacho kuhukumu ni hiyo neno uliyosikia. Nuru ambayo Kristo alikuja kuileta kwa wanadamu, wengi walikataa, wengi walipuuzi, wengi walimuona kama anachanganyikiwa, wengine hata walimuita kuwa ni mwenda wazimu. Wengine walimuona kama anakosa la kufanya, anakosa kazi, kwa sababu watumishi wa Mungu wanapohubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, watu wanadhani kwamba anakosa kazi, wanadhani kwamba anakosa ya kufanya. Ikiwa ndani ya dunia hii kuna watumishi wa Mungu, vile vile tunajua kwamba kuna watumishi wa uongo. Ikiwa kuna mitume wa Mungu, vile vile kuna mitume wa Shetani. Na Biblia inatuonyesha wazi kwamba wale tutawatambua kwa matendo yao. Mungu ametupa akili kwa kuchuja na kuwaza juu ya maneno tunayoyasikia, kwa sababu mabaya tutayasikia na pia mema tutayasikia. Kinachomwonyesha mtu kwamba amevuka hatua za utoto kwenda katika hatua za utu uzima ni wakati mtu anafika katika hatua ya kutofautisha mema na mabaya.
na msingi huyo ni Kristo aliye Bwana wa kanisa. Inawezekana una msingi mwingine ambao unaweka kwa nafasi ya kwanza, unauthamini sana ndani yako kumepita Kristo, lakini Biblia inaweka wazi kwamba msingi mmoja mkubwa ni msingi ambao ni Kristo. Wakati mtu anapokosea hata kwa kujenga nyumba, aanze msingi vibaya, usifikiri kwamba majengo yatakuwa mema. Hapana. Ukikosea kwa msingi, lazima ujenge vibaya. Lakini kama unajenga msingi vizuri, jengo pia litasimama vizuri. Kristo anatupa mfano kwamba kuna mtu aliyejenga nyumba juu ya mwamba. Maji yalikuja, pepo zilivuma, zikapiga nyumba ile, lakini haikuanguka kwa sababu misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Lakini pia kuna mwingine ambaye alijenga juu ya mchanga. Mvua ilikuja na maji yalikuja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile, nayo ikaanguka, na anguko lake lilikuwa kubwa. Nikukuambia kwamba imani kinyume ya Kristo ni upotevu. Sasa wewe unayejengwa juu ya Kristo, sikia nikwambie, tunapohubiri maneno ya Mungu, hatuyatangaze kwa wale tu walio ndani ya Kristo. Hapana. Kwa kila mtu aliye chini ya jua. Neno ni la muhimu sana ndani ya maisha yake. Wapagani ambao hawamjui Mungu, neno linawasaidia kuwatoa ndani ya vifungo vya dhambi na kuwaokoa. Wako ambaye tayari uko ndani ya wokovu, neno linatusaidia kila leo kutufundisha nini mapenzi ya Mungu, namna tunavyoweza kutembea ndani ya dunia hii ili tuweze kumpendeza Mungu. Inaitwa chakula cha roho, kwa sababu bila mtu kupata chakula mtu hataishi. Na ndiyo maana kwetu wa Kristo tunatakiwa kila leo tusikilize neno la Mungu itusaidie katika safari hii ya kwenda mbinguni. Ndiyo maana Mtume Paulo akukosea kusema kwamba neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Sasa wewe unayejenga juu ya msingi ambaye ni Kristo, unajenga namna gani? Niulize kwako na kwangu, tunajenga namna gani? Kwa sababu kuna watu wengi wanamkiri Kristo kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali. Anaisema ndani ya Mathayo 15:1, alikuwa akiwaonyesha Wafarisayo ambao walikuwa wakijikamata kuwa wenye haki mbele za Mungu,
na mbele za watu. Ijapokuwa mioyo yao ilikuwa mbali na Mungu, akawaambia kwamba mnaniabudu bure. Nao pia usitazame, unafanya ibada kila leo, unaingia kanisani kila leo, unatangaza neno la Mungu kila leo, chunguza kama umwabudu bure. Chunguza kama haumkiri kwa midomo, japokuwa moyo wako uko mbali na Mungu. Wakati mwingine tuwe tunachioji juu ya maisha yetu. Tunapataka kila siku wakati ya kufanya evantero juu ya kazi za mikono, ya kufanya evantero juu ya kazi zetu. Na mashini haukoseaje. Na wakikuiba hata sanfra utajua. Kwa watu wengine wanaitikaka hata wanalala njala, mkae endelee. Tunapata muda pia wa kuwaza namna tunavyotembea na Mungu, namna tunavyoishi. Tunapata pia bidii ya kufikiria juu ya maisha yetu, juu ya mioyo yetu, ya kufikiria juu ya nafsi zetu. Umejiita mwimbaji, ndio, hatukatai. Unajiita mhubiri, ndio, hatukatai. Unajiita kuwa umeokoka, ndio, hatukatai, tunaitika. Lakini matendo yako, mwenendo wako, masemi yako, umetangaza sana umeokoka, ndio. Maombi ya ukosi, ndio. Mafungo ya ukosi, ndio. Lakini unatembea namna gani na Mungu? Wengine tunasikia neno la Mungu linatuhukumu. Wengine tunasikia maneno ya Mungu yanatushutumu ndani ya mioyo yetu, lakini tunajifanya kama vile hatusikii, lakini tunajifanya kama vile hatuyahangaikie, lakini tunajifanya kama vile hatujui kitu. Mpendo, sikia nikwambie, usifikiri wewe wala mimi tuko wa milele. Hapana, hatuko wa milele hata kidogo. Mtu ambaye umekwisha kumpoteza, naye alikuwa mtu kama wewe, na ukiwaza pema, pengine alikuwa tena pesa kukushinda, pengine alikuwa iko na madai kukushinda. Lakini leo namjua tu kwa historia, kwa sababu tayari amepita.
Na kama alivyopita wewe vile vile utapita, na mimi nitapita. Na kuweka na zoezi ya kusema kwamba hapa duniani tuko kama wasafiri. Na mbaya zaidi ni kwa sababu tuko wasafiri ambao hatujui siku wala hatujui saa. Unaweza shangaa tuko hapa, tuko mazima shote. Lakini baada ya muda fulani unasikia kwamba ule mtumishi alikuwa anatuhubiri haiko. Isikushangaze, kwa sababu ni kawaida ya mwanadamu. Na ndiyo maana wale wamama waliomlilia Kristo, aligeuka akamwambia, msinilie mimi, mchililie ninyi wenyewe na jamaa zenu. Tunapokuwa msibani, tunalia juu ya mtu aliyetangulia. Tunalia na kuomboleza kwa machungu tulio nayo, na kwa sababu tulikuwa tukimpenda. Lakini hatujililii sisi wenyewe kuwaza pia kwamba waenda kesho yake, siku nyingine, mwezi fulani ni siku yangu. Na usifikiri kwamba kuna mtu anayekupenda zaidi ya Mungu. Hata mume wako hakupendi kama Mungu. Hata mke wako hakupendi kama Mungu. Kwa hiyo usikubali mtu ama kitu kichukue nafasi ya kwanza ndani ya maisha yako. Usikubali. Mungu alikuwa pamoja na wewe kabla hata hujazaliwa. Anamwambia Yeremia, mimi nilikujua tangu ukiwa tumboni mwa mama yako na nilikuchagua. Mungu alitujua tukiwa tumboni. Sijui kama mume wako na alikujua ukiwa tumboni. Sijui kama mke aliye naye alikujua tangu ukiwa tumboni. Na vile vile siku tukifa, atakaye tupenda zaidi ni mpaka Mungu. Kwa sababu utakufa. Tutapata machungu, ndio, tutapata huzuni. Mke wako ataolewa, nao ukiwa mume utaoa. Kwa sababu wanadamu hatuna mapendo kama ya Mungu. Tukiwa ndani ya madhaifu, bado Mungu anabaki kuwa Mungu. Tukikosa, bado Mungu anabaki kuwa Mungu. Tukiwa wenye dhambi, bado Mungu anabaki kuwa Mungu. Haijalishi tulimkosea namna gani Mungu, lakini bado ana mapendo na sisi. Na ndiyo maana alisulubiwa kwa ajili yetu. Akasema, njoni kwangu nyote mnaolemewa, mnaosumbuka na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Hakuna mzigo mzito kama dhambi hapa duniani. Hakuna. Na kwa wateule wa Mungu, kila leo wanapojikuta kuwa walimkosea Mungu, wanapojihukumu kwamba tulimkosea Mungu, wanapotambua madhaifu yao, leo kuwa wewe ni mteule, lakini kinachokufanya vile ulivyo ni kwa sababu haujakaa sana kinaganaga na Mungu. Mpaka sasa Mungu angali anaokoa. Mpaka sasa Mungu angali anaweza yote.
Mungu hajawahi kushindwa. Ndani ya mstari wa 12 anatuambia kwamba lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huu dhahabu au fedha au mawe ya bei kubwa au miti ya nyasi au majani, kazi ya kila mtu itaonekana wazi. Wengi tunafanya matendo mengi kwa siri, na tunazani, tunafikiri kwamba Mungu hatuoni. Ndiyo, mzazi wako hakuoni. Ndiyo, mke wako hakuoni. Ndugu na marafiki hawakuoni. Ndiyo, tumekubali. Umetushinda mfahamu. Unajikamata, ulikengeuka zaidi. Lakini fikiria jambo moja. Kama watu hawakuoni na Mungu, neno la Mungu kila leo tunalikamata kiukawaida. Mteule wa Mungu wakati anaposikia maneno ya Mungu, ndani ya Matendo ya Mitume Biblia inasema kwamba wakachomwa katika mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tufanye nini? Aliwaambia, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo wa dhambi nyingi. Wengi mioyo yetu haituhukumu kwa sababu tumeshaharibika, kwa sababu hatuwazi tena juu ya Mungu. Najua kwamba siko hapa kwa wote, lakini kuna wale watakaonielewa vema. Kuna mbegu za Mungu zinazonielewa vema. Kuna wengine wanajiuliza, mtu huyu anasema nini? Mtu huyu anaongea maneno gani? Lakini kuna wale wanaonielewa. Wao kama hawaelewi, acha. Kuna wale wanaosikia. Kuna wale wanaosikia. Msiwaze kwamba saa hizi za saa 10 tulikosa na sisi pia usingizi kama ninyi. Tulikuwa naye tena ya mingi. Msiwaze pesa tunazozitumia kwa kununua vyombo ili usikie maneno ya Mungu. Msiwaze zikukuwa na kazi saa zenu. Wewe unaweza sema huyu mtu anakosa kazi. Sikose kazi. Ni mtu na kazi ya mzuri. Tena sana. Lakini nachiba muda huu ili usikie maneno ya Mungu, ili umwamini Mungu, ili uwaze juu ya Mungu. Mungu anatuambia ndani ya Yeremia 29 anasema kwamba maana mawazo ninayowaza juu yenu ni mawazo mema, ni mawazo ya salama, ni mawazo mazuri. Mungu hajawahi kukuwazia mabaya. Hata dunia yote ikuchukie, bado Mungu atabaki mwaminifu kwako.
Na hata kwako mpendwa unayefuata kanda hii mahali mbalimbali, Mungu anakupenda na Mungu ana haja nawe. Wakati mwingine mapendo ya Mungu yanapita hata ufahamu wa mwanadamu, sababu hakuna mwanadamu mwenye anaweza kupenda sana na akae kwako sana ikiwa hana kitu ambacho anachokipata kwako. Hakuna. Wanadamu watakupenda, mandugu wamoja watakupenda, wanafiki na wanafiki watakupenda. Wengi wanaangalia kitu wanachokitoa kwako, lakini Mungu sizania sema juu unamwamini utamtajirisha. Ulikuwa umezaliwa na ni Mungu, unaishi leo na ni Mungu, utakufa na kesho na atabaki kuwa Mungu. Kuamini Mungu umsaidie mkitu, lakini unajisaidia wewe mwenyewe. Anasema ndani ya Warumi 3:3, ni nini basi kama wengine hawakuamini? Kutokuamini kwao kutafanyiza uaminifu wa Mungu kuwa bure? Hapana hata kidogo. Lakini Mungu akae kweli na kila mtu mwongo kama ilivyoandikwa. Unajenga namna gani? Wengine wanajenga nyasi, wengine wanajenga na matope, lakini kazi ya kila mtu itaonekana wazi. Kwa kufanya dhambi wanadamu tuna shuhudi ya kuangalia mbele na nyuma, kushoto na kulia, lakini shuhudi ya kutazama juu. Shuhudi ya mtu kujiuliza, wanadamu hawanioni ndio, na Mungu. Kazi yako itaonekana wazi. Unajiita umeokoka, lakini tabia yako, masemi yako, mwenendo wako hawapi hata watu wengine hamu ya kuokoka. Kwa sababu yako wengine wanajiuliza, kama mambo ya imani ni haya, afadhali niwe mpagani. Kwa ajili yako watu wanasema kama kuwa Mkristo ni kuishi kama huyu, afadhali nibaki mpagani. Na mtu akikuonya juu ya mwenendo wako na makosa yako na tabia zako chafu, wewe msihukumu, msije mkahukumiwa. Hakuna kitu kikubwa ambacho shetani anakipitia kwa kuwakamata sana wateule wa Mungu kama kuua dhamiri zao, kuua mioyo, kuifanya mioyo isiwe tena na wazo juu ya Mungu, kuondoa dhamiri ndani ya mioyo. Na kukukosa dhamiri utakutana na watu wengine wanawatesa wenzao. Mtu anamupa mwenzake poison.
Mtu anatafutia pesa kwa kumuua ndugu yake. Mtu anasakrifia mtu kusudi atajirike. Hana dhamiri kwamba huyu naye ni mtu kama mimi. Hana wazo kwamba mtu huyu anatakiwa asaidiwe kama mimi. Lakini kwenye nyimbo tunaimba ogopa Mungu, ogopa Mungu. Unamwogopa Mungu? Mpendo wasikilize. Mwendo wako waokoa wengine. Mwenendo wako waokoa wengine. Tabia yako iwaokoa wengine. Maisha mabaya kinyume na mapenzi ya Mungu achana nayo. Wizi achana nao. Ulozi achana nao. Chuki na fitina achana nazo. Watakao kuzika ni wale wanaowachukia. Kujigonyesha ya nini? Kupeleka watu kwenye mioyo. Maisha yako yanakushinda uko na waza ya wengine. Mtu kukosa dhamiri inamfanya hata atembee njiani akiwa kama mtupu, kwa sababu hakuna tena dhamiri ndani yake. Dhamiri haimwambie kwamba bioko nafanya habiko vya vyema. Baba mzima na mtoto kama mtoto wake, kama mjukuu. Lakini dhamiri imekufa. Dhamiri imepotea. Hakuna tena wazo kwamba ninayoyafanya ni mabaya. Hakuna. Maneno haya ninayosema sikuyaandaa, lakini nakuhakikishia kwamba Mungu anasema nao. Utakataa leo, lakini kuna siku utasikia. Niliyoyaandaa ni tofauti kabisa na haya ninayosema. Watu watutembee tena na woga wa Mungu. Watu watumjui kwamba kuna yule aliyeumba mbingu na dunia, akaumba chemchemu, akaumba watu. Tena kwa mapendo ya Mungu alitutofautisha na vitu vingine vyote. Mungu aliumba nyama, aliumba mbingu, akafanya dunia, akatenga maji na ardhi, miti, majani ya shamba, vyote aliviumba. Lakini alipofika kwa mwanadamu akasema, hapana, nitafanya mtu kwa mfano wangu. Uliumba kwa mfano wa Mungu. Uliumba kwa mfano wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Mungu ana haja nawe asubuhi ya leo.
Mungu anahitaji ujitambue asubuhi ya leo. Dhamiri za watu wengi zinakufa, zinapotea. Miongoni mwa dalili ambazo Kristo alizipana kama vile alama ya kuja kwake, alisema mapendo ya watu wengi itapoa. Mapendo ya watu wengi yatapoa. Watu watatoana na kuchukiana. Mtasikia vita na matetezi ya vita. Dalili zipo. Woga wa Mungu. Ulikuwa na woga wa Mungu. Ulikuwa na woga wa Mungu. Ulikuwa ukisema watu wanatubu. Ulikuwa ukihubiri watu wanalia. Ulikuwa msapoti mzuri wa kazi ya Mungu iendelee. Yale yote yamepotea wapi? Yale yote yameenda wapi? Mpendo umeingiliwa. Kristo anaacha nawe asubuhi ya leo. Mungu anaacha nawe asubuhi ya leo. Tusome kitabu cha Mhubiri. Kumi na mbili, 13. Hii ndiyo jumla ya maneno yote. Yote yamekwisha kusikiwa. Ogopa Mungu na shika amri zake, maana maneno haya ni yote yanafaa mtu kufanya. Kwa maana Mungu ataleta kila kazi hukumuni, pamoja na kila neno la siri, kama likiwa njema au kama likiwa baya. Utakuwa na maneno gani ya kujitetea mbele za Mungu? Utakuwa na maneno gani ya kusema mbele ya mhukumu wa haki? Utasema nilikuwa mwimbaji. Ndiyo, nilikuwa mwimbaji. Lakini matendo yako. Utasema nilikuwa mtumishi. Ndiyo, ulikuwa mtumishi. Na uliogopesha watu sana. Ndiyo. Na uliogopwa sana kanisani. Ndiyo. Lakini matendo yako. Matendo yako. Matendo yako.
matendo yako. Mungu anakuwazia mema. Mungu anahitaji utubu. Neema iko, badilika. Neema iko, rudi kwa Mungu. Atakusamehe kabisa. Neema bado ingali, rudi kwa Mungu. Neema iko. Neema iko. Neema ikingali. Waza tena upya juu ya kazi ya Mungu. Waza tena upya juu ya mwenendo wako. Waza tena upya juu ya huduma yako. Waza tena upya juu ya masemi yako. Nafasi ulipo siwezi nikakuona. Ningalitamani nifike mahali ulipo, nikuambilie waziwazi. Lakini sauti hii inatosha, kwa sababu ni maneno ya uzima, kwa sababu ni maneno yenye nguvu. Kwa sababu ni maneno ya kukusaidia. Woga wa Mungu umepotelea wapi? Haupati muda wa kufanya kazi, unapata muda wa kusengenya wenzako. Haupati muda ya kuwaza juu ya mema, ya kuwaza mema kwa wengine. Unapata muda wa kuwazia wengine mabaya. Unapata muda ya kufikiria wengine mabaya. Mpendwa, utakuwa na maneno ya kujitetea mbele za Mungu. Mpendwa, utakuwa na neno la kusema mbele ya mhukumu wa haki. Lakini ni Baba wa mapendo, anajua kwamba ulifanya mengi mabaya, ndio. Bado Mungu ana haja nawe. Bado Mungu anakuhitaji. Fanya kazi ya Mungu kwa bidii. Kwa mwisho niseme,
cha Ufunuo 1:3. Biblia inasema kwamba heri kwako wewe unayesoma, ambaye bado unajaliwa neema ya kusoma maneno ya Mungu. Kwa sababu kuna wengine wana Biblia zao ndani ya nyumba zao, lakini Biblia jina tu. Mtu anamaliza mwaka mwezi aangalie kwenye Biblia. Yaani inatosha tu kwamba nina Biblia. Wengine hawaihangaiki. Akifika na kutana na chafuka, anapuliza tu. Hana wazo, hana wakati, hana muda wa kusoma maneno ya Mungu. Hana muda ya kuwaza juu ya Mungu, ya kusikia Mungu anataka kusema nini, ya kusikia Mungu anataka kunifunza nini. Hana ile muda. Lakini pia inasema heri kwako unayesikia, kwa sababu pia watu wote wakujaliwa neema ya kusoma, lakini Mungu anakujalia neema ya kusikia. Kwa mwisho nasema na kushika yaliyoandikwa ndani yake, kwa sababu wakati ni karibu. Tatizo si kusoma tu, hapana. Tatizo si kusikia tu, hapana. Ukisoma unafanya vema, ndio. Ukisikia pia unafanya vema. Lakini kitu cha kuzingatia zaidi ni kushika. Kusoma ulishakasoma mengi sana, ndio. Kusikia ulianza sikia tangu ukiwa mtoto. Lakini kushika, kanisani unabidi unaingia kila siku unasikia. Lakini ukivuka tu mlango unasahau kwamba walionya, unasahau kwamba Mungu alisema neno fulani, unasahau kwamba Mungu alichukia uovu huu na huu. Unasahau. Kushika ni ya maana, na kusudi ubadilike ni mpaka ugeuke kwa Mungu, na maisha yako yote yao ya kumwomba Mungu kila leo, ili unaposhindwa umwite, mwambie Baba nisaidie, mwambie Baba nivushe. Maisha yako yao ya kumtafuta Mungu. Anasema mtafute Bwana ambaye anaweza kupatikana. Mumuite maana yeye ni karibu. Lakini mtu mbaya, acha njia zako mbaya. Mtu mwovu, acha njia zako mbovu. Badilika ukafanya kazi na haki. Mungu anahitaji tushikilie maneno yake, tuyaishi.
hata mimi ninayekuhubiri niyaishi, kwa sababu wahubiri wengi wana nguvu ya kusema tenda mema, tufanye upendo, tuombeane, tusaidiane, lakini muda wa kuyatenda yale wanayoyasema hawana. Kwa hiyo nasema na mimi Mungu anisaidie vile vile. Maneno ni mengi, na hatuwezi kuyamaliza yote kwa leo, lakini maandiko yanasema mwenye masikio ya kusikia na asikie. Nataka ufunike macho mahali ulipo, tuombe Mungu. Bado kuna Mungu ambaye anaweza kukusaidia. Kuna mtu mwingine anajikuta ndani ya dhambi, hakufikiria kufanya dhambi wala hakutaka, lakini ameibiwa dhambi. Kwa sababu kuna mtu ambaye amewahi kuja kutengeneza, mtumishi, mimi sina haja ya kufanya dhambi na wala sitaki dhambi, lakini kuna muda nakuta nimeshafanya dhambi. Kamwambia unaibiwa dhambi. Unaanza jisahau, unaibiwa dhambi. Funika macho mahali ulipo, tumuombe Mungu. Ukitaka piga hata magoti, tuombe kwa pamoja. Mungu ana uwezo, Mungu ana mamlaka, Mungu ana nguvu. Mungu aliyeniokoa anaweza kukuokoa.